Nakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya muda huu ambao umetupa tena ili tuweze kujifunza kutoka kwako. Na nakushukuru vile vile kwa ajili ya kaka, kwa ajili ya dada ambao wanakuwa tayari kufuatilia mafundisho yanayopita kwenye channel hii Uzima katika Neno. Bwana nakuomba uwabariki sana. Na ujumbe wetu wa leo ni kila goti litapigwa kwake Yesu. Ujumbe huu tunautoa katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Naomba nisome. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Tuweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye ingawa alikuwa sawa na Mungu, kuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya si kitu, akajifanya sawa na mtumwa, akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Naye akiwa na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimtukuza sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi. Naomba tuombe. Bwana, asante kwa ajili ya neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu wa mwalimu wetu mkuu na atufumbulie macho na kutuzibulia masikio ili tuweze kuelewa sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu. Watu wengi katika dunia hii hawamuelewi Yesu jinsi alivyo, umuhimu wake katika maisha yetu, uthamani wake hawaelewi. Vile vile wengine hawaelewi njia ya kwenda mbinguni, japokuwa wanatamani kwenda mbinguni na kufanya juhudi na bidii, lakini hawaelewi hasa ni njia ipi itakayofikisha mbinguni. Ni makusudi ya ujumbe wa leo, kila goti litapigwa kwake Yesu, kutufunulia au kutuangazia, kutufanya tuelewe hasa Yesu ni nani na amekuja kufanya nini duniani, mapenzi yake Mungu tupa Yesu Kristo. Katika maandiko ambayo tumesoma, tumeona kwamba Yesu alikuwa sawa na Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu akuona ni kitu cha kushikamana nacho. La hasha. Alishuka akakubali kuwa mtumwa, akazaliwa kwa umbo la mwanadamu, na baada ya kuzaliwa kwa umbo la mwanadamu alijinyenyekeza akawa kama mtumwa, na akakubali hata kifo kibaya, kifo cha msalaba, ili apate kutuokoa. Na kwa misingi Mungu alimtukuza sana, akampa jina lipitalo majina yote, yawe ni ya mbinguni, yawe ni ya duniani, yawe ni ya chini ya nchi. Na kwa hilo jina la Yesu kila goti sharti lipigwe. Sasa basi, kama ambavyo tumesoma maneno haya na kueleza hivyo, tunaona umuhimu wa Yesu Kristo katika maisha ya kila mmoja wetu. Ikiwa tunataka kwenda mbinguni, ikiwa tunataka kuishi maisha ya ushindi, Yesu Kristo
tunapaswa kupiga goti mbele zake. Katika Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12, maandiko yanasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awa yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa jina la Yesu. Yesu mwenyewe aliwaambia watu kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna wezaye kwenda kwa Baba au mbinguni pasipo kupitia yeye. Haya maandiko yanatuonyesha ukweli. Najua sababu ya ukweli ni ili tuweze kuwekwa huru, tujue mapenzi ya Mungu ni yapi, tujue Mungu anataka tufanye nini. Sasa ikiwa tunataka kwenda mbinguni leo, lazima tujue kwamba kuna njia nyingine. Lazima Yesu Kristo katika maisha yetu tumwachie atawale. Lazima tupige goti mbele za Yesu Kristo, tukubali awe kiongozi wetu. Watu leo bado wanasema wanayoyataka juu ya Yesu, wanamuita wanavyotaka, wanamthamini wanavyotaka, lakini wakati unawadia, muda si mrefu ujao, ambapo Mungu atathibitisha kikamilifu hili neno, ya kwamba vitu vyote, watu wote atawaweka chini ya utawala wa Yesu Kristo. Sasa hapo ndipo hili neno litakuwa limetimia kikamilifu, kwamba kila goti imepigwa kwake Yesu Kristo. Naomba nisome andiko hili katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 10. Naye alitujulisha siku ya mapenzi yake ambayo alikusudia katika Kristo, ili yapate kutimizwa katika wakati mkamilifu utakapowadia, yani kuvitia vitu vyote vya mbinguni na vya duniani pamoja chini ya kiongozi mmoja ambaye ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa tunaweza kufahamu, tunaweza kuelewa, na kama umefuatilia mafundisho haya, ujumbe huu, ukiwa bado hujaokolewa, hujamwamini Yesu katika maisha yako, kwamba wewe Bwana mtawala wa maisha yako, maana yake ni kwamba leo una nafasi ya kupiga goti mbele za Yesu, ya kukubali utawala wa Yesu, ya kuingia katika utawala wa Yesu. Hii ni neema, neema bado ipo. Watu tunaweza tukachukua uamuzi kwa kusikia Injili bila kungojea wakati wa Bwana, wakati wa Mungu kufanya mwenyewe. Lakini neema hii, ngoja tuichukulie hatua, tukubali Yesu awe Bwana mtawala wa maisha yetu. Naomba kaka, naomba dada, nikusaidie kwa sala tu fupi, wewe ambaye unataka kujikabidhi mikononi mwa Yesu na kuokolewa hivyo na kuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Rudia maneno haya: Bwana Yesu, asante kwa kujitoa kwa ajili yangu. Ulikufa kifo kibaya kwa ajili yangu. Ulinyenyekea ili niweze kupona nikikuamini. Sasa leo natubu dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha, na
kukaribisha moyoni mwangu na kufanya kuwa Bwana na mtawala wa maisha yangu, na pia wewe ndiwe Mwokozi wangu. Asante kwa sababu umenifanya na kuzidi katika jina la Yesu. Nakushukuru kaka, nakushukuru dada kwa kuchukua muda huu wa kumpa Yesu nafasi katika maisha yako. Sasa umeingia chini ya uongozi wake, manako umepiga goti mbele yake. Umeingia katika mapenzi ya Mungu. Mungu anataka kuona kila mmoja anafanya hivyo. Na nakushukuru na wewe kaka dada ambao mmefuatilia mafundisho kwenye channel ya Uzima katika Neno. Bwana wabariki sana. Lakini jitahidini kushirikisha majirani zenu, watu wengine, ukweli ambao tunautoa mahali hapa, kwa sababu ukweli ndio unatuweka huru na unaweza kutufanya tusalimishe maisha yetu. Bwana wabariki sana. Ni wakati ujao.